na bajeti hii imebeba matumaini makubwa sana. Lakini nishukuru na nipongeze watendaji wa wizara, lakini kubwa zaidi ni washukuru wananchi wa jimbo la Makete kwa imani ambayo mimi wamenipa kwa muda wa miaka 5 na kwa imani ambayo wanaendelea kunipa kwa kipindi kijacho. Ninawashukuru sana wananchi wa Makete kwa sababu ilikuwa ni kipindi ambacho jimbo la Makete kwa mara ya kwanza imepata mbunge kijana, haijawahi kutokea, na mimi ndio nimekuwa mbunge wa kwanza kijana kwenye lile jimbo, na niwahakikishie kwamba kazi nimeifanya na wao wanajivunia kwamba walituma mwakilishi kweli kweli ndani ya bunge hili, na kwa jimbo la Makete walishafanya uchaguzi miaka 3 iliyopita, na wanaamini kabisa kwamba mbunge wao ni mimi, na nitaendelea kuwa mbunge wa jimbo la Makete kwa sababu nimetosha kweli kweli kwenye jimbo la Makete, kwa maana ndani ya bunge na nje ya bunge nimekuwa nikiwakilisha vizuri, na niwahakikishie wananchi wa Makete kwamba sitawaangusha na nitaendelea kuwapa ushirikiano kwa kiwango kikubwa sana. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais. Niliingia kwenye bunge hili tukiwa na begi kubwa sana lililobeba changamoto za wananchi wa Makete, lakini leo ninasimama hapa nikiwa ninachangia ndani ya miaka 5 leo tukiwa tunafunga bunge letu, kwa maana wachangiaji kwa miaka 5 mimi kama nikiwa nachangia. Ninaipongeza sana serikali kwa kazi ambayo imefanya jimbo la Makete. Mheshimiwa Mwenyekiti, niliingia kwenye bunge hili wakati jimbo la Makete lina vituo 3 vya afya. Leo ninasimama hapa kama mbunge wa jimbo la Makete nikijivunia kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan amejenga vituo 7 vipya ndani ya jimbo la Makete, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Wamepita wabunge wengi, lakini walikuwa na vituo 3 vya afya. Leo ndani ya miaka 4 na 5 ya serikali ya Chama cha Mapinduzi tumejenga vituo vipya 7 vya afya, ni kitu ambacho hakijawahi kutokea, na katika vituo hivi hakuna mchango wa mwananchi, hata shilingi 10 imejengwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini vile vile nishukuru kwamba katika kipindi ambacho naingia hapa tulikuwa na zahanati chache, lakini ndani ya miaka 4-5 hii ya serikali tumejenga zahanati takriban 15 mpya ndani ya jimbo la Makete. Kwa hiyo kama mbunge najivunia kwamba serikali imefanya kazi kubwa ndani ya jimbo la Makete. Achana na umeme ambapo vijiji vyote vimeenda, lakini kwa ripoti ya Ruwasa, ukienda kwenye sekta ya maji, ripoti ya Ruwasa ambayo imetoka, jimbo la Makete tunaongoza kwa upatikanaji wa maji kwenye taifa letu. Wakati ninaingia tulikuwa na 62% na leo tuna 98% upatikanaji wa maji kwa wananchi wa Makete. Kwa hiyo mimi kama mbunge kwa kweli najivunia na najisifia. Nenda kwenye sekta ya elimu, nenda kwenye sekta ya maji, nenda kwenye sekta ya kilimo, tumefanya kazi kubwa sana ndani ya jimbo hili, na ndio maana ninasema wananchi wa Makete walishafanya uchaguzi wa mbunge wao kwa miaka 3 iliyopita. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hizi ni kuhakikisha kwamba tunafuata taratibu tu za kawaida ndani ya chama na serikali kuhakikisha sana mbunge wa jimbo la Makete narejea kwenye nafasi yangu ya kuelekea kuwatumikia wananchi wa Makete. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais, na Watanzania wafahamu sisi kinachozungumza kwenye taifa hili ni takwimu. Hatuzungumzi maneno. Kinachozungumza ni takwimu. Tunachokizungumza ni kwamba taifa hili la Tanzania, Mheshimiwa Naibu Spika, sisi kama taifa tumelijenga sisi wenyewe. Hamna mtu aliyetujengea Tanzania. Barabara, afya, kila sekta inayozungumza ni elimu. Tumeijenga kwa nguvu zetu, tumejenga kwa kodi zetu. Tumejenga taifa hili kwa mikopo, tumejenga sisi wenyewe. Kuna mataifa wamejengewa nchi zao, lakini sisi tumejenga kutoka chini hadi leo hapa tulipofikia. Na nipongeze budget ya Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Ilionyesha tulikotoka, ilionyesha tuliko, na inaonyesha tunakokwenda. Kwa kweli kama Watanzania na masikio wakumbuke, tulikuwa tunazungumza kwamba tulikuwa na wataalamu bingwa wa afya 14 kwenye nchi. Leo tunazungumza mabingwa wa afya wanazungumza watu 2000 ambao wamezalishwa na taifa letu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana kwenye nchi. Watanzania lazima jivunie kuijenga nchi yao wao wenyewe, ni kitu cha kujivunia na kutembea kipaumbele, na nikusisitiza tu kwamba ni lazima tuendelee kuipa kodi ili tuendelee kuijenga nchi yetu, kwa sababu hatujajengewa na mtu. Hakuna mkopo ambao unatumikwa kiholela. Mikopo yote ambayo inaletwa kwenye nchi tumeona matunda yake. Tunaona UDOM imesimama na tunaona watu wanasoma. Tunaona barabara za lami zinajengwa, tunaona miradi ya maji inaenda, tunaona majiji yanakuwa kila siku. Hatujajengewa na mtu, tumejenga sisi wenyewe kwa nguvu yetu kama nchi, na lazima tukipaumbele, lazima tujivunie serikali yetu, hususan Chama cha Mapinduzi ambacho kinaiongoza serikali hii. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kama mbunge ninatamani nichangie mambo machache. La kwanza ninataka kuchangia kwenye uwezeshaji wa wafanyabiashara. Kwanza nichukue nafasi hii kuipongeza serikali.